Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Tuombe macho tuombe. Asante Mungu mtakatifu kwa ajili ya siku ya leo. Asante Bwana kwa ajili ya wakati mwema. Tunasogea mbele zako Mungu wetu wa mbinguni. Tunaomba utuhudumie Bwana kwa maneno yako ya uzima. Utufundishe Bwana, lakini maneno yako yakakuzalie matunda kwenye maisha yetu Bwana. Tukatembee maisha ya ushindi katika Kristo Yesu, katika jina la Yesu aliyeshinda kifo na mauti. Kwa damu ya Yesu na mkabidhi kila mmoja mahali hapa na kufunika kwa damu ya mwana kondoo, damu ya Pasaka. Mungu wangu mtakatifu, naomba utukufu wako tufunike sote mahali hapa Bwana. Utiisho wako tuzunguke Bwana. Utusaidie Mungu wangu mtakatifu kuelewa maneno yako ya uzima Bwana siku ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, achilia Bwana Mungu mtakatifu hekima yako na maarifa yako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Utukufu, sifa na heshima na kurudishia peke yako Bwana majeshi, Mungu ishie milele yote. Amen. Amen. Mwanakondoo Mungu ameshinda. Mwanakondoo ameshinda. Kristo amefufuka. Yesu Kristo amefufuka. Amen. Amen. Binafsi ninaamini ile kauli mbiu yetu ambayo kanisa la Moravian tunaitumia, mwanakondoo ameshinda, msingi wake ni siku kama leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani maana leo tunaposema sikukuu ya ufufuo, tunaadhimisha kufufuka kwa Yesu Kristo, ndio msingi kabisa wa ile kauli mbiu ya mwanakondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu kwa kutupa neema ya kufika siku ya Pasaka tukiwa salama, wenye afya, ambao Mungu ametukusanyisha mahali hapa kwa ajili ya ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nitajitahidi kwenda kwa muda, kama nikizidi sana hata itakuwa dakika 40, lakini maybe nusu saa mpaka dakika 40 tutakuwa tumemaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maisha ambayo tunataka tuangalie maisha ya ushindi katika Yesu Kristo, kwa sababu leo mwanakondoo Mungu ameshinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ni siku ambayo tunasema mwanakondoo Mungu ameshinda. Kwa hiyo maisha ya ushindi katika Yesu Kristo ambaye ni Pasaka wetu. Na naomba nitoe kidogo uhusianisho uliopo kwenye Agano la Kale na agano ambalo sisi tuko nalo, Agano Jipya. Wakati Mungu anaitangaza Pasaka kwa mara ya kwanza kabisa kwenye kitabu cha Kutoka, tutaangalia maandiko. Ilikuwa ni wakati wa kuwatoa wana wa Israeli kutoka Misri utumwani, baada ya kuwa wameishi maisha utumwa kwa zaidi ya miaka 400. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati anaanza ule mchakato wa kuwatoa Israeli kutoka Misri kupitia Musa, sasa waanze safari ya kwenda kwenye nchi ya ahadi, Mungu alitangaza Pasaka kwa mara ya kwanza na akawapa maelekezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu maelekezo ilikuwa ni baada ya kuwa amewapiga wa Misri pamoja na Farao mapigo kadha wa kadha, na pia ilikuwa ni mapigo 9 kabla lile la mwisho ambalo Farao akasema sasa hii hapo kwanza tuachia watu waende wakamtumikie Mungu wao. Kwa Mungu alikuwa ameshawapiga, lakini ile pigo la mwisho Mungu akawa anawatangazia waisherekee, waifanye Pasaka. Akawapa na maelekezo. Lakini kuna maneno aliwaambia, naomba tufungue kwenye Kutoka 12. Kwenye Biblia zetu kitabu cha Kutoka 12, tutasoma kwa kurukaruka. Kwenye kitabu cha Kutoka 12. Tuanzie mstari wa kwanza pale. Kwa hiyo Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka wenu. Huo ni mstari wa 2. Hapo sasa, semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Alafu naomba niende mstari wa 5.
mstari wa 5 mpaka wa 7 tunasoma, nasema mwana kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Mstari wa 7, nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika mimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazo mla. Alafu twende mstari wa 12 mpaka wa 14. Mstari wa 12 unasema hivi: maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na mwanadamu wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwa, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Mstari wa 14, na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tumeona kabisa Mungu alikuwa anatoa maelekezo, lakini alikuwa anajiandaa kufanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Ilikuwa ni hukumu yake na pigo lake la mwisho kabla wale watu hawajaruhusiwa. Lakini kwenye yale maelekezo waliambiwa watamchagua mwana kondoo mume ambaye hana ila. Ukienda kwenye Agano Jipya, ukisoma habari za Yesu alikuwa ni pekee kwa sababu alikuwa Mungu au alikuwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa hana ila, hakutenda dhambi wala hakufanya makosa. Katika namna ambayo alikuwa mtakatifu, akakubali kufanyika kafara kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu alikuwa anaenda kwenye maandiko sawa sawa na vile maagizo ya kwanza Mungu alitoa kwamba mwana kondoo atakuwa hana ila, yaani atakuwa ni mwana kondoo sana. Huyu ndo ambaye mtamchinja na damu yake ile itafanyika ukombozi. Siku nikipiga nchi, ninyi Israeli mtapona katika nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ile siku ambayo Yesu alikuwa anaelekea msalabani, anakamatwa, majira yake ya kuteswa mpaka mauti yalikuwa ni majira yale ya Pasaka, ila watu wakati huo hawakuelewa. Wakati wao wanasherehekea Pasaka, yeye alipoenda kwenye chumba cha juu na wanafunzi wake akawaambia, "Nilipasa kula Pasaka." Pale akawapa maelekezo, nendeni kwa mtu fulani mtamkuta, mwambie Bwana ana haja na chumba hicho ili apate kula Pasaka na wanafunzi wake. Alipofika pale, haikuwa kama vile ambavyo wamezoea, kwa sababu tukizungumza habari ya Pasaka ilikuwa ni sadaka. Mnyama anachinjwa, watu walikuwa wanatakiwa wale na majani ambayo yana uchungu, kwa sababu walikuwa wanakula majani yenye uchungu, kukumbuka kwamba wao hapo awali walikuwa ni watumwa, waliishi maisha ya uchungu huko Misri. Kwa walikuwa wanakula mikate isiyotiwa chachu na hiyo Pasaka pamoja na majani machungu. Kwa hiyo walipofika katika kile chumba, hapakuwepo, kwa sababu habari ya Pasaka yeye mwenyewe alikuwa anajua kabisa anaitimiliza ile ambayo ilikuwa watu wanaifanya kwenye Torati miaka nenda rudi huko nyuma. Kwa yeye ndiye alikuwa Pasaka mwenyewe, ila akawapa kwa vitendo na kwa ishara. Kwa wakakuta kuna divai na kuna mkate usiotiwa chachu, ndo akawaambia twaeni mwili wangu, hii mkate ni mwili wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii divai ni damu yangu. Kwa hiyo hapakuwepo na nyama katika kile chumba cha Pasaka katika ile sikukuu. Kwa Yesu akatumia mkate kwa ishara ya mwili wake na divai kwa ishara ya damu yake. Hapo akawaambia ni ishara ya agano ambalo Yesu anaingia na wanadamu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo mpaka anakwenda msalabani, anateswa, anamwaga damu, anadhalilishwa, anaibishwa na kadhalika. Kwa hiyo watu hawakujua kwamba ni wakati ambao mwanadamu anatakiwa apate ukombozi kutoka katika mauti kwenda uzimani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana akasema wapi wewe mauti kushinda kwako, kwa sababu Yesu Kristo alishinda mauti kupitia njia ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kila kitu kilienda kwenye muda uliopangwa, kwa sababu ilikuwa inatakiwa Yesu aitimilize ile Pasaka. Yeye mwenyewe ndo anakuwa Pasaka. Watu hawatapata ondoleo la dhambi. Au zamani hata kufunikwa, hata mchungaji alifundisha siku ya Alhamisi kwenye Ijumaa Kuu, lakini pia tulioshiriki meza ya Bwana. Kwa habari ya kusitiriwa dhambi zamani ilikuwa ni kwa kila mwaka, mpaka dhambi zinafunikwa mara moja kila mwaka. Lakini kwa damu kumwagika mara moja ya Yesu Kristo ni kwa habari ya dhambi inafutwa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi inafutwa milele. Hakuna ukumbusho wa dhambi kwa mwanadamu kwa habari ya damu ya Yesu Kristo ikifunika na ikanena kwa ajili ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tukirudi, kama tunazungumzia maisha ya ushindi katika Kristo Yesu ambaye yeye ndio Pasaka wetu sisi. Wakati ule Israeli wanatoka Misri utumwani wanakwenda Kanaani, kwa lile pigo ambalo Mungu alilifanya, ukiyatafakari maandiko, kuna jambo la majira tunalieleza kwanza. Ukitafakari maandiko, ilikuwa ni swala la kufuata maelekezo wakati ule. Wala ilikuwa sio habari ya wewe unatoka wapi, au wewe ni wa kizazi cha nani, au wewe ni Mwebrania, wewe ni Myahudi, lakini ilikuwa ni swala la kufuata maelekezo. Kwa Mungu alisema mtakapochinja huyo mwana-kondoo ambaye ni Pasaka, maelekezo ni haya, ili mimi nisipige nyumba zenu, kwa sababu kama wasingefuata maelekezo nao wangekufa vivyo hivyo. Nakakwenda kupiga wazaliwa wa kwanza kwa wanadamu na wanyama. Ninyi mtakapoiona hii damu ambayo ni damu ya Pasaka, huyo kondoo ambaye mmechinja, mtapona. Kwa hiyo ilikuwa ni swala la kwanza kutafuta logic au kutafuta reason au kutafuta sababu au maelezo nyuma yake. Ninyi kazi yenu ni kutii na kutekeleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninyi kazi yenu ni kutii na kutekeleza, kwamba tuchinje Pasaka, tutamla, tuhakikishe kwamba tumemaliza. Kama kuna kitu kitabaki tukichome moto, visifike mpaka asubuhi, lakini tuhakikishe kwamba kwenye miimo ya milango na kizingiti cha juu tumepaka ile damu. Kwa hiyo kwa kutii kwa wana wa Israeli ndicho ambacho kilisababisha wao wazaliwa wa kwanza wa watoto wao na wanyama wao wakapona, hapo ile pigo likawapiga watu wa Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna neno la Mungu linasema kwenye Biblia, kutii ni bora kuliko dhabihu au kuliko sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutii ni bora kuliko dhabihu au kuliko sadaka. Kwa hiyo wao kazi yao ilikuwa ni kutii. Hata kama ingetokea, mimi binafsi naamini kabisa, kama ingetokea kuna Misri ambaye anasikia zile habari, naye akaenda akatekeleza vivyo hivyo, naye akachinja mwana-kondoo, akapata maelekezo, akapaka damu kwenye vizingiti na miimo ya milango, angepona kama wana Israeli ambao walipona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo naye angepona vivyo hivyo. Na kama ingetokea kuna wana wa Israeli ambao hawakufuata ile maelekezo, japokuwa Biblia haijasema kama kuna familia ambao walikiuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama kuna familia ilijitokeza ambao walikiuka, nao waliangamia vivyo hivyo, kama ambavyo Farao na watu wote wa Misri waliangamia, kwa sababu Mungu alipopita, yule anayepiga malaika alikuwa anapiga nyumba ambazo zilikuwa na kisiri ambazo zilikuwa zina damu kwenye vizingiti vya milango pamoja na miimo yao. Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kama ile damu ya mwana-kondoo iliweza kuponya Israeli wakati ule, je, sembuse hii damu ya Yesu Kristo ya agano jipya? Tena Mungu alisema nitafanya agano lililo bora. Katika habari ya agano jipya ambalo nitafanya na nyumba ya Israeli, yaani sheria zangu zitaandikwa kwenye mioyo yao. Wao watakuwa wanangu wa kike kwa kiume, nami nitakuwa Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na damu ya Yesu Kristo, Biblia inasema inanena mema kuliko damu ya Habili yule wa agano la kale, ambaye alikuwa anadai kisasi kwa ajili ya ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna ushindi mkubwa sana kwenye
kwenye damu ya Yesu ambaye ni Pasaka wetu. Na leo tunasema mwana kondoo ameshinda. Yesu Kristo amefufuka kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu zangu, ambacho nataka tu leo tuisatiti imani yetu ni kwamba kuna nguvu kubwa sana kwenye hii damu. Tunasema damu ya Yesu, damu ya Yesu inanena mema, lakini si yoko kwenye damu ya Yesu ni kubwa sana. Yesu Kristo, ukitafakari kuanzia Agano la Kale mpaka Agano Jipya, Yesu Kristo anatamkwa kama ni Adamu wa pili. Biblia inasema kwamba kwa yule mtu wa kwanza, Adamu wa kwanza, mauti iliingia ulimwenguni. Si ndio hivyo ndugu zangu? Kwa yule Adamu wa kwanza mauti iliingia ulimwenguni. Lakini kwa huyu wa pili akaja kashinda kifo na mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Agano la Kale, kwenye kitabu cha Mwanzo, Adamu alipokuwa na mke wake Eva au Hawa, walimwasi Mungu katika ile bustani ya Edeni. Lakini ukija kwenye Agano Jipya, kabla Yesu Kristo hajakwenda msalabani, kulikuwa kuna tukio moja ambalo mpaka walitokea malaika akamtia nguvu Yesu wakati anamuomba Mungu kama ikiwezekana kikombe hichi kiniepuke kuelekea msalabani. Ilikuwa majira yamekwisha kuadia na alikuwa anaiona shida kubwa sana na mauti ya ajabu yenye maumivu mengi na shida kubwa na kudhalilishwa kwa hali iliyokuwa. Akamwambia Mungu kama inawezekana kikombe hichi kiniepuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pale jinsi alipokuwa ameomba, Biblia inasema kwamba kwa hali aliyokuwa nayo, ile dhiki iliyomkumba pale, akatoka jasho la damu. Lakini ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni kwenye bustani ya Getsemani wakati ule. Ukisoma Biblia vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa yule Adamu wa kwanza alimwasi Mungu kwenye bustani ya Edeni. Yesu Kristo damu yake ya kwanza kabla hajaenda kuanza kumwaga damu msalabani kwa ukombozi wa ulimwengu, ilianza kudondoka pale kwenye bustani ya Getsemani. Ukichunguza maandiko vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata mtu ambaye kuna wengine tunataka ni wapinga Kristo wanasema yule Yesu anakufa. Yule alikuwa ni Yuda Iskariote, wakabumbika wakasema Yesu ndo aliyokufa. Kwa hiyo Yesu wanaosema alikufa na kufufuka na sheria basi kwa Kristo ni wao. Lakini ukichunguza maandiko na procedure na mchakato wote wa Yesu mpaka akakwenda msalabani, alitimiza torati yote na maandiko yote. Kiasi kwamba katika hali ya kibinadamu ni ngumu sana kuyaunganisha yale matukio yakatengeneza maana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ngumu sana kuyaunganisha yale matukio yakatengeneza maana. Kwa hiyo ushindi wetu sisi uko katika Kristo Yesu aliye Pasaka wetu. Na damu yake ambayo inatusafisha, inatuokoa, inatukomboa, tena inanena mema. Biblia inasema kwamba tuwe na kiasi na kukesha, maana mshtaki wetu Ibilisi kama simba ngurumaye anatafuta kila namna njia ili atumeze. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshtaki wetu Ibilisi, lakini mpenda nikwambie, kama ukiitia damu ya Yesu ambayo inanena mema, yule mshtaki wako akienda akinena akisema kwa Mungu mbinguni, kama damu ya Yesu Kristo ikanena kwa niaba yako wewe, umepona. Bwana Yesu asifiwe ndugu zangu. Kama damu ya Yesu Kristo ukiitisha ikanena kwa ajili yako na kwa niaba yako, umepona. Lakini kama damu ya Yesu Kristo haikanena chochote kwa habari ya shetani, yuko sawa. Kwa maana hakuna kitu kinamtakasa mwanadamu na dhambi zake isipokuwa ni damu ya Yesu Kristo pekee yake. Bwana Yesu asifiwe ndugu zangu. Kwa hiyo kama damu ya Yesu Kristo ambayo inanena mema haikanena chochote kwa ajili yako, maana ni kwamba shetani aliyemshtaki wetu atakuwa sahihi kwa wakati huo mbele za Bwana, na hivyo utakuwa na stahili hukumu au adhabu. Lakini ni habari njema kwamba leo tunasema Kristo amefufuka na kwamba ushindi dhidi ya kifo na mauti tumeupata leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo Mungu ukisoma katika Kutoka ile 12 mstari wa kwanza kabisa, Mungu alikuwa anatangaza majira mapya kwa ajili ya Israeli. Anawaambia kwenu ninyi, sio kwa watu wote, kwenu ninyi. Inapokuja habari ya Pasaka, ndio itakuwa mwanzo wa miezi kwenu na mwaka kwenu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukombozi ambao hata sisi leo tunaupata siku ya Pasaka ndio mwanzo wa majira kwenu, majira mapya wa miaka kwenu. Maana ni kwamba kila mwaka ambao tutakuwa tunasherehekea itakuwa ni majira ambayo yanachukua kitu cha tofauti kwa ajili ya maisha ya kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata sisi tunaposherehekea tarehe 20 ya mwezi wa 4 hivi ni siku ya Pasaka. Ni tangazo la mwanzo mpya. Tunaingia mwaka mpya na mwezi mpya na Mungu wetu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa habari ya tunapoingia kwenye majira mwaka na mwanzo mpya na mwaka mpya, tusiingie kinyonge ndugu yangu. Tuende na damu ya Yesu Kristo. Tuende na maisha ya ushindi. Ni wakati ambao unatakiwa unakiri kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Adhabu ya amani yetu sisi ilikuwa juu yake Yesu Kristo, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Katika majira mapya na mwaka mpya tusiingie katika namna unyonge ya zamani. Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ni mwaka wa kutangaza ushindi na kutembea katika maisha ya ushindi. Binafsi wakati nilipopata wito wa kusimama hapa siku ya leo, nikaanza kutafakari Pasaka. Sijua kama kuna mtu alifanya hapo kama hapa. Nikaanza kuichunguza Pasaka ya mwaka huu. Kwa sababu nilikuwa nimepata ndoto zilikuwa zinanipa maswali mengi. Nikaanza kuichunguza Pasaka ya mwaka huu. Leo tarehe 20 mwezi wa 4. Nikashangaa. Yaani tu moyo wangu tena ilikuwa ni jana. Ukanisukuma hebu angalia Pasaka zilizotangulia miaka nyuma. Nikaanza kuchunguza Pasaka ambazo zimetangulia. Nikaikuta tarehe 20 mwezi wa 4 ilikuwa Pasaka mwaka 2014. Nikahesabu miaka ya katikati kutoka 2014 miaka ya katikati mpaka Pasaka ile nikakuta kuna miaka 10. Alafu nilipokuwa hapo madhabahu nikaanza tena kuchunguza tena, yaani roho ikanitarakisha, nikarudi miaka ya nyuma. Nikaikuta tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 2003 ilikuwa siku ya Pasaka. Nikahesabu miaka katikati tena nikakuta ni miaka 10. Kwa hiyo tukizungumza kwamba kwenye habari ya Mungu haya ni majira mapya, na kwamba kila inapohiti hii siku ya tarehe 20 mwezi wa 4 inatangaza majira mengine kabisa kuliko yale ambayo yametangulia. Usifikiri mpendwa ni habari ya kubumbika au tunaendelea ile kunogesha mahubiri. Lakini huu ni mwanzo mpya ndugu yangu. Huu ni mwanzo mpya. Kiasi kwamba tunatakiwa tuende mbele za Mungu katika namna ya ushindi, na ushindi wetu uko katika damu ya Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikashangaa, nikahesabu 2003 ilikuwa tarehe 20 mwezi wa 4 Pasaka. Nikatazama Pasaka zingine pale. Mimi binafsi naamini kila msimu wa Kwaresima na Pasaka unabeba agenda tofauti. Lakini ikanishangaza hii tabia ya miaka 10 na hizi tarehe 3 za Pasaka, za sikukuu ya Pasaka ambazo zinashadiana, copyright zinafanana. Yaani unakuta mwaka mmoja unakuja kufanana na mwaka mwingine miaka 10 ambayo imetangulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haya ni majira mapya ambayo Mungu anasema kwamba mtaenda katika namna ya ushindi, na ushindi wetu uko kwenye damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo hebu tufungue mlango unaangalia. Hebu tufungue katika kitabu cha Waebrania sura ya 10. Waebrania sura ya 10. Waebrania sura ya 10. Okay. Haya, Waebrania sura ya 10 nasoma mstari wa kwanza hadi wa 4. Nasema hivi: basi torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Kwa hiyo watu wa zamani ambao walikuwa wanafuata torati wanasherehekea zile Pasaka, kulikuwa hakuna kukamilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwa hakuna kukamilisha. Mstari wa 2: kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kwa maana waabuduo wakiisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa na dhambi. Na ndio maana damu za mbuzi, ng'ombe, kondoo zilikuwa haziwezi kuondoa dhambi. Kila mwaka lazima mtafunike dhambi tena, na Bwana anakuwa anawasaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika mstari wa 3, lakini katika dhabihu hii liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Hiyo tumeshazungumza.
maana haiwezekani damu ya mafahari na mbuzi kuondoa dhambi. Na pia hapa nakazia tu tumezungumza. Twende mstari wa 10 kwenye kitabu cha waraka kwa Waebrania, mstari wa 10. Nasema hivi: katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Na kila kuhani husimama kila mwaka akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi, ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Kwa anafananisha kutolewa kwa Yesu mara moja tu, ukifanisha na zamani ambao kuhani lazima apema kila mwaka kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Lakini huyu, mstari wa 12, lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alifanyika kafara na sadaka mara moja tu, hapa akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Kuna neno la Mungu. Kwa nini nataka tusisitize kutembea maisha ya ushindi? Kwa sababu Mungu hana majira mapya kweli kweli. Lakini nataka tuende katika maisha ya ushindi. Ninataka kuelekea hivi. Hapa anasema Yesu baada ya kutoa dhabihu moja ambayo inadumu hata milele, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Kwenye kitabu cha Waefeso, naomba usome na kufunua kwa maandiko ya mwisho kuyasoma. Kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 2, kwenye kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 5 hadi wa 6. Nasema hivi: hata wakati Waefeso 2:5 hadi 6. Hata wakati tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Tumeokolewa, yani tumeokolewa kwa neno. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huku tunasema Yesu baada ya kufanyika dhabihu na kutoa dhabihu mara moja tu, akaketi katika mkono wa kuume wa Mungu. Alafu kwenye ufunuo ambao aliupata Mtume Paulo kwa Efeso anasema hivi: alituhuisha pamoja na Kristo. Tumeokolewa kwa neno. Akatufufua pamoja naye. Leo tunasema tunaadhimisha kufufuka kwa Yesu Kristo. Lakini katika namna ambayo mpendwa, kama unajitambua na imani yako ndani, maana yake ni kwamba na sisi leo tumefufuliwa pamoja na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Yesu Kristo ameuishwa, na sisi tumeuishwa pamoja na Yesu Kristo. Yesu Kristo alipopaa juu mbinguni, na sisi tukapaa pamoja na Yesu Kristo. Alipoketi katika mkono wa kuume wa Mungu huko mbinguni, nasi Biblia inasema nasi tumeketishwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasi tumeketishwa pamoja naye. Mamlaka yake ni mamlaka yetu, nguvu zake ni nguvu zetu, uweza wake ni uweza wetu. Kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Manake tukijitambua katika kiwango hicho, kuna sehemu Paulo anasema kwamba tunatakiwa tuikulie imani mpaka cheo cha utimilifu wa Kristo. Kwa nini anasema lile neno? Kwa sababu alijua kabisa Yesu alimtoa mwanadamu kwenye nafasi yake kama mtumwa. Alafu yule ambaye atamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, atatembea maisha ushindi pale endapo atajijua kwamba yuko juu sana. Ukienda kwenye Efeso 1:17-22, dhidi ya ufalme wa kila namna, mamlaka za kila namna, majina ya kila namna, na nguvu na usultani wa kila namna. Kwa hayo ni mamlaka ambayo kila mmoja lazima ufikia kwa ujitambue. Alafu kisha jitambue, unaweza kaenda ukatembea katika maisha ya ushindi katika damu ya Yesu Kristo aliyepasaka wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama alipokufa tulikufa pamoja naye. Maana Yesu alikuwa katika halisia ilibidi kila mwanadamu angebeba ile adhabu, na Yesu aliamua kuibeba kwa niaba ya wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani katika halisia, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo ilibidi kila mwanadamu afe, atumikie ile adhabu ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, na neno la Mungu alitambua. Kwa hiyo sasa Mungu alipotumia upendo wa ajabu sana, kwa hiyo akamtoa mwana wake wa pekee. Alafu yeye ndio afanyike
kafara, abebe mauti, abebe adhabu, ili mwanadamu yeye apate, yani apate mapenzi nataka wema, yani wewe ili uweze kupata ile lakini wewe ni kama unapata msamaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapata msamaha kwamba kwenye huu mchakato ilibidi upite wewe, lakini nampitisha huyu kwa niaba yako wewe. Kwa wakati wa kufa kwake na wewe umekufa pamoja naye. Wakati wa kufuka kwake kama wewe tunaanza kufuka kwa Yesu umekufa pamoja naye. Wakati wa kufa kwake na umepaa pamoja naye. Alipoketi mkono wa kuume wa Mungu huko mbinguni, nao umeketishwa pamoja naye juu sana kuliko ufalme wa kila namna, kuliko nguvu za kila namna, kuliko mamlaka kila namna, usultani na kila jina litwalalo leo hivi na hata milele yote. Na ndio maana Biblia inasema hakuna jina lingine litupasalo sisi wanadamu kuokolewa kwao, ni jina la Yesu Kristo peke yake. Kwa jina hilo kila kote linapigwa na litapigwa, na kila ulimi utaapa kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haijalishi mpendwa umewekea vizingiti vya namna gani, ukitembea katika uelewa huu kwenye moyo wako na kwenye akili yako utashinda tu. Wakati Yesu anaelekea siku ya tatu ya kufufuka kwake, ile siku ya pili, wale wakuu wa makuhani na waandishi na wazee wakafuata Pilato, wakamwambia tulisikia habari kwamba huyu mtu alisema atafufuka siku ya tatu. Kwa hiyo hebu twende pale kuturuhusu tukapeleke pale walinzi na ile jiwe tuliweke muhuri, kwa maana kwamba asitoke humo, wakisema kwamba akaozee humo. Lakini ilipofika siku ya tatu, ukisoma kwenye Injili ya Mathayo, maana kwenye Marko, kwenye Luka pamoja na Yohana, wao wanasema tu kwamba ile siku ya tatu akina Mariamu Magdalena na yule Mariamu wa pili walipofika pale, walikuwa tujiwe limebindishwa pembeni. Lakini kwenye kitabu Injili ya Mathayo inasema kwamba malaika wa Mungu alishuka kutoka mbinguni. Sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake yanameremeta kama theluji. Yule malaika akalipiringisha jiwe pembeni. Walinzi ambao waliwekwa na wakuu wa makuhani na waandishi pamoja na wazee walitetemeka kwa tetemeko kubwa. Kwa tetemeko lenyewe lilishuka hapo wakazimia chini. Yesu Kristo akafufuka. Kwa hiyo haijalishi mpendwa umewekewa jiwe la namna gani ama ama kizuizi cha namna gani, lakini majira ya Mungu yakifika mboni kama hivi leo, ni kama haya ya kwenda katika ushindi, ya kwenda kwenye kesho yako au kwenye hatima yako. Haijalishi watu wameweka jiwe ama kizingiti cha namna gani, lakini Mungu akiamua kufanya jambo, hakuna mtu anaweza kuzuia. Kanisa pesa, hakuna nguvu inaweza kuzuia. Haijalishi watu wameweka muhuri ya namna gani, na mihuri kwenye ulimwengu ambao inafanyika kwa maneno. Watu wananena maneno mabaya dhidi yako, ama dhidi ya kazi za mikono yako, ama dhidi ya familia yako, ama dhidi ya watoto wako, ama dhidi ya kuingia kwako na kutoka kwako. Watu wanaweka mihuri kwamba huyu hatapenda wala hatoboi wala havuki. Lakini tumeona katika kufufuka kwa Yesu Kristo, ambaye alipofufuka na sisi tulifufuka pamoja naye, ilipofika Mungu anataka kufanya jambo, malaika wa Mungu alishuka na nguvu kama ya umeme, alafu kile kizingiti kikatolewa, na mihuri ambayo aliweka kwenye ile jiwe ilikuwa sio kitu kabisa, Biblia inasema. Kwa hiyo hakuna jambo gumu la kumshinda Bwana. Hakuna mashtaka ambayo mtawi anaweza kukunenea wewe yakawa na nguvu kuliko damu ya Yesu. Hakuna mashtaka ambayo Mungu anaweza kukunenea wewe ama mganga kile Mungu ambaye ametoa kafara, hata kama ni damu ya mwanadamu imemwagika ili kupatiza mezani. Hakuna mamlaka iliyo kubwa kama ile iliyo katika damu ya Yesu. Biblia inasema kwamba kwenye damu kuna uhai. Hata damu, roho ya mwanadamu iko kwenye damu ya mwanadamu. Kwa hiyo unatakiwa kufahamu kwamba roho wa Yesu Kristo ambaye ni Roho Mtakatifu iko katika damu ya Yesu. Kwa hiyo hakuna roho ya majini ambayo imekuwa impondo kupitia damu ya ng'ombe, mbuzi, hata kama ni damu ya mtu ambayo itashindana na damu ya Yesu. Kwa katika damu ya Yesu kuna Roho Mtakatifu, na ni Roho Mtakatifu anatembea kama moto uteketezao. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu anaweza kusimama mbele yako. Biblia inasema kama Mungu akiwa upande wako hakuna aliye juu yako. Lakini katika Yoshua 1 pale sura ya kwanza, Yoshua 1 mstari wa 8, hakuna mtu anaweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Amen. Mungu anasema kama nilivyokuwa ninatembea na Musa, ndivyo ambavyo natembea pamoja nao. Kama nilivyokuwa natembea na Yoshua, ndivyo ninatembea
mbele yako kwenye majira haya, majira ya Bwana. Siku zote za maisha yako mpendwa, naomba uchukue hilo na uliamini na utembee maisha ya ushindi katika damu ya Yesu Kristo aliye Pasaka wetu. Amen. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna siri kubwa sana kwenye damu ya Yesu. Siri kubwa sana kwenye damu ya Yesu. Wewe unachodaiwa wewe, deni lako wewe ni imani. Imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni imani tu ndio ambayo unadaiwa wewe. Sasa Biblia inasema hivi. Ule mstari ambao ni maarufu sana. Toka watoto wadogo tulikuwa tunaukeremisha ule mstari. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kila mtu amwamini, kila mtu amwamini. Tunadaiwa sisi imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani sio kutoka ndani kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Imani ya kutoka ndani kuamini katika damu yake ya Pasaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ya kutoka ndani. Wakati natafakari nilipata muda kasome kitabu chote cha waraka wa Waebrania. Ni kitabu kifupi. Kina sura kama 12 lakini ni kitabu 12 au 13 lakini kitabu kifupi. Kina chapa ambazo ni fupi sana. Kakisome chote. Kuna maandiko, yule mwandishi anauliza, hivi Mungu mtu ni kitu gani hata umwangalie au utazame, na mwana wa mwanadamu ni nani yeye hata umkumbuke? Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anasema umemweka nafikiri mdogo punde, japokuwa wakati wa kuongoza Yesu Kristo ni siri nyingine pale. Mungu aliweka juu hata kuliko malaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati ule bado mwanadamu anatembea kwenye dhambi, alikuwa amewekwa chini kidogo punde kuliko malaika. Alafu yale maandiko yanasema kwamba kazi zote za mikono za Mungu amezitawaza chini ya mwanadamu. Hivi mwanadamu ni kiumbe wa namna gani? Yaani yule mwandishi kwenye waraka kwa Waebrania anashangaa thamani ambayo Mungu ameweka kwa mwanadamu. Umemtawaza katika kazi zako zote za mikono. Kwa tusome yale maandiko. Nasema hivi, mwanadamu ni nini? Waebrania 2 mstari wa 6. Mwanadamu ni nini hata kumkumbuke, au mwana wa binadamu hata kumwangalia? Umemfanya mdogo punde kuliko malaika. Umemvika taji ya utukufu na heshima. Umemvika taji ya utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Alafu mstari wa 8. Umeweka vitu vyote chini ya nyayo zake. Huyu mwanadamu. Mwanadamu ni kitu gani? Mwanadamu ni nani? Hivi thamani ya mwanadamu ni kubwa kiasi hicho. Yaani mwandishi alikuwa anajaribu kutafakari ule upendo wa Mungu na thamani ya Mungu ameweka kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu aliposhinda kifo na mauti, akaenda juu sana kuliko ufalme wa kila namna, kuliko nguvu, kuliko mamlaka, usultani, na kuliko kila jina ambalo linatajwa. Na tumeona kwenye maandiko kwamba mwanadamu sisi tulikuwa tunaambatanishwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo, wakati Yohana ametokea yule malaika akataka kumsujudia, yule malaika alimwambia hivi, pale ambapo tunasoma Biblia, alimwambia usinisujudie, kwanza mimi mwenyewe ni mtumishi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usinisujudie, yaani mimi natumwa na Mungu kwa ajili ya utumishi wa Mungu kwako. Mimi ni mtumishi wako. Kwa hiyo ile ndio maana ya kwamba wakati wa resurrection na ufufuo wa Yesu Kristo, thamani ya mwanadamu, mbali na kwamba vitu vyote vya uumbaji wa Mungu vimewekwa chini yake, mbali na kwamba amevikwa taji ya utukufu na heshima, lakini mwanadamu kama akisimama sawa sawa na Mungu wake, viwango vyake ni vya juu sana kupita malaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu viwango vya Yesu Kristo ni vya juu sana kupita malaika. Ndio maana Yesu kuna mahali anasema, "Ukiniamini mimi na kazi ambazo ninafanya mimi, nyinyi mtafanya kama hivi, na zaidi ya hizi ambazo mnaziona hapa nyinyi mtafanya." Mtakapofikia cheo cha utimilifu wa Yesu Kristo, thamani ya mwanadamu, thamani yako ndugu yangu wewe na thamani yangu mimi mbele zangu ni kubwa sana.
Kwa nini tuende katika msimu mpya katika namna ya unyonge? Kwa nini tuende katika namna ya kusifu? Ni wakati ambao anakia uamke ndugu yangu, alafu ukapigania imani yako mbele za Bwana, ukapigania familia yako ndugu yangu, ukapigania afya, ukapigania watoto kama changamoto iko kwenye, ukapigania ndoa yako, ukapigania elimu na kadhalika na kadhalika. Maana ushindi ni wa kwako. Katika mambo haya yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwake yeye Bwana Yesu aliyetupenda, alitupenda hata akaenda katika mauti kwa niaba yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndugu zangu wapendwa, tuende katika maisha ya ushindi. Mimi jukumu langu leo ni kujaribu kuifanya thabiti imani yako. Uende katika kiwango kingine cha kujitambua mbele za Mungu. Na tuiangalie hii Pasaka, kufufuka kwa Yesu na inamaanisha nini kwenye maisha yako binafsi wewe kama Kristo na imani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo itakuwekea msingi wa kutembea kwenye maisha ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo usiku nilikuwa wakati jana tunamjao nilikuwa napokea mgeni mmoja. Kwa hiyo nikalala takriban saa 7 usiku. Na nikajua leo natakiwa nisimame madhabahu. Sasa kwa sababu ya ule uchovu, wakati nalala ile saa 7, maana mpaka nakuja kupata usingizi nafikiri kwa saa 8 usiku kasoro. Kwa hiyo sasa kichwa kikawa kinaniuma, mchana kulikuwa na mambo mengi, kichwa kinaniuma na kadhalika. Sasa hadi nikashangaa, nikasema lakini kesho mwenyewe siku tunasoma madhabahu, alafu kesho nakuwa na ubiri habari ya kutembea kwenye maisha ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hicho kitu kinaniuma, ndio na sababu ya usingizi hapa, ili hadi nilale hata masaa 2 matatu kesho badala ya hali yangu hiyo stable. Kwa hiyo nikasema katika moyo wangu, nikasema Bwana Yesu niondolea ya mimi kwenye kichwa ili nilale, nipe muda wa kulala masaa 2 matatu. Nilikuwa nasikia kama kuna jino hivi linaniuma hapo na kichwa kinaniuma. Kwa hiyo nikamwambia hebu niponye niondolee ile jambo mimi ndale kwa maana ya mbele ni maana. Alafu niliposema vile katika moyo sekunde hiyo yale maumivu yakatoka. Amen. Nikashangaa, yani nikashangaa. Hivi ya mmoja ni tumisi, yani na kitu naenda kuongelea mimi nikajawa na baba na sikia na kesho ndio niamke nijisikie vizuri. Lakini dakika hiyo tu nikajikuta niko vizuri. Nikalala, nimeamka vizuri, ninaoga nifaa ile tunavaa tunakuja kanisani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu, ukisikiliza maneno ya Mungu, wewe nenda kufanya experiment. Unafanyia mazoezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mazoezi. Wale ndio kutafuta sekondari au practical, unafanya practical. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafanya practical ya concept za Mungu na maneno ya Mungu na ahadi za Mungu. Kwa vile usiku nikajifanyia experiment hizo. Roho Mtakatifu niponye niondolea maumivu ya kichwa, nijisikie vizuri pamoja na huo kwenye kinywa changu kwenye jino. Nikatoka. Sasa hiyo hata sijapata usingizi. Nikalala vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndugu zangu, katika Pasaka hii, na nimwambia mimi binafsi nimeenda nimechunguza miaka, nimegundua tarehe 20 mwezi wa 4 leo inatangaza ni alama ya kwenda kwenye mianzo ya miaka ambayo ni majira mengine. Yanabeba kitu kingine kabisa, wala sio kama ile miaka 10 iliyotangulia hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapoenda kwenye majira ya ndugu zangu, tembea kwenye maisha ya ushindi. Tunapoenda kwenye majira mimi itabeba miaka mingapi tena huko miaka ambayo inakuja, lakini mimi ninachofahamu kwamba kuna utukufu wa Mungu huko mbele. Nimesema kwamba baada ya kuchunguza ndoto zangu nikasukuma kwanza kuchunguza haya majira na miaka mpaka nikatugundua hicho kitu. Lakini hicho kwa naona huko mbele kuna utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ni nyakati za mtu kufanya maagano na Mungu wake. Ni nyakati ambazo wale wa shetani watakuwa inabidi wao wa shetani zaidi sana. Na wale watu wa Mungu wao watu wa Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa watakaofanikiwa ni watu ambao wana maagano. Na maagano huwezi kukaa katikati. Nienda ukafanye maagano na Mungu wako sana, uyafanye kwa thabiti. Na wale ambao wanamwabudu ibilisi na wenyewe watalazimika kwenda hivyo wakafanye maagano na ya nguvu sana na ile ibilisi ndio watafanikiwa. Ila watu ambao watakao kuvuka kwa kweli hawatakuwa na nafasi kwenye majira ambayo tunaendelea. Mungu awabariki sana na Mungu alibariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Bado ameshinda. Kilichobaki kwetu baada ya Yesu kufufuka ni imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kuamini kwamba kwa kufufuka kwa Yesu Kristo tuna ushindi. Ukiamini basi utapokea. Usipoamini utapokea hata kama saa miaka 20. Kinachomata kupata Mungu ni imani. Mungu akubariki sana mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuamini kwa kufufuka kwake sisi tumepona. Tuamini kwa kufufuka kwake tumepata ushindi, mauti imemezwa kwa kushindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana. Basi wakati huu nikaribishe